ni Jumatano ya tarehe 8 mwezi wa 3 2017. Najulikana zaidi kama ni siku ya wanawake duniani. Kwa niaba ya Papo kwa Papo na Papi Team, tunawatakia heri, mafanikio na tunawajali na tunawapenda zaidi. Kwa kulingana na hilo, leo tumeamua kumwalika mwanamke, si mwingine ni Diva Loveness Love. Karibu sana. Asante, mambo. Safi, muda kidogo umetutupa. Bila ya kupoteza muda, niingie moja kwa moja katika maswali. Naanza na Ricky Boshe, anauliza kwa mwezi unahisi... I don't like him, by the way. You don't like him? Ni rais wa Twitter pia. I know. Ni rais wetu, kwa hiyo lazima umpende rais wetu. Yuko hapa yupo? Hayupo. Utakanimuone. Utamuona, usijali. Ni rais pia. Okay. Ricky Boshe anauliza kwa mwezi unahisi unatoa block ngapi Twitter? Yaani kuwapa watu block. Sasa hivi I don't block people like that. Kuna kipindi niliblock afu nikawaja kwa unblock. Kwa labda 2 hivi kwa sasa hivi, lakini this 2017 2. Kwa mwezi. Sawa. Victor Lema anauliza katika maex wako wote ni yupi ambaye hata mkikutana muda huu mnapasha kiporo, yani fresh kabisa, beki azikabi? Amna hata mmoja. Kwa sababu mimi sili viporo. I'm like when everything is over, like it's all over. Yani ukitapika matapishi yarudi tena. Kabisa, like why would I go back to you? Mpaka tumeshindwana, means tulishindwana. Kwa hiyo urudi matapishi? No, sitaki kabisa. Sawa. Derek anauliza ungekuwa kocha wa Arsenal ungechezesha formation ipi jana? Kumbuka tumepigwa 5-1. I'm not a fan of Arsenal, by the way. So I played kabisa Manchester United. Manchester United. Kwa hiyo mfano ingekuwa imecheza Manchester jana, ungechezesha formation gani kama umepigwa 5? I don't know. 4-3-3. Sijui sana mpira like that. Lakini umeangalia mechi yote? Jana sijaangalia. Ya Manchester umeangalia msimu? I've been too busy lately, nashindwa. Derek, jibu lako umekosa. Yeah. Omet Doris anauliza kwa nini unamchukia Jokate? Who? Jokate. Who? I don't want to talk about that girl anymore. Like I'm so over kumuongelea. Lakini ikitokea mtu pengine akawaita mpatanishwe hivi, utakuwa tayari? Sijagombana wala nini. Hamjagombana? Au umemgombeza wewe? Au yeye kakugombeza? She's too fake, right? Kwa mimi huwa siwezi kudeal na watu fake like her. Like I'm tell you straight, like you're really fake. Yeah, okay. She's really fake. I wish you can understand how fake alivyo. Okay. Simchuki, but mimi na watu fake tofauti. Kwa vitu vya kichina utumie kabisa? Na. Okay, Roger anauliza maneno matatu kwa mheshimiwa Zitto Kabwe. Hata simwazi, squeeze, I don't even think about him, like I have nothing to tell him. No, maneno matatu tu. Sina cha kumwambia. Sina cha kumwambia. Yeah. Bas. Okay, Connect zote anauliza eti watu wanauliza kuhusu huyo boyfriend wako mpya. Kama amekubali kukutambulisha kwa wifi zako? Wifi? Kwa wifi zako, yani dada zake. Okay. Na je, Jongo anapanda mtungi? Ana function? Of course ana function, but hatujafikia stage ya kutambulishana sijui kwa wifi sijui na ila mamake. Yeah, mamake. Kutambulisha kwa mamake. Lakini kwa madada zake? Ana madada like that. He's only 21, anakuwa 22 this year. Kwa hiyo. Hana dada? Sijamuona dada. Anao, itabidi umuulize vizuri. Naona tu ni wadogo like wapo wakubwa pengine binamu zake, cousins. Oh, cousin mmoja namjua. Unamjua? He's a bad guy, really bad. Okay. Namjua, yeah. Na je, Jongo anapanda mtungi? Yeah. Safi sana. Masuala mabaya. Fair boy anauliza inasemekana Diva ulikuwa unamuinda mwana Ife ukamkosa ukaamua kuangukia kwa amiri jeshi mkuu wa East Coast. Una lolote la kusema? Yeah. Mwana Ife is my brother. I love him as a brother. Ni mtu ambaye kwanza nilimjua before ta radio. I do remember kati naanza Lazaro Clouds FM. Aliniambia usianze mpaka nitoke UK, alikuwa anasoma UK. Okay. Ndio akaja kunitengenezea ile jingo. Sijawahi kumtamani kimapenzi. Alafu mimi siwindi wanaume. That is something else. Well, unanilinda. I've never hata kwenda kwa GK, like he was like so into me.
Do you understand? Alafu unajua this is life. Mimi I believe in living to the fullest. Sitaki kujibana bana, you know? Unaweza ukaja ukafa alafu ukashindwa kuishi maisha ulikuwa unataka kuyaishi. Kwa hiyo sio kama eti nilikuwa namuinda, no. Kwanza hata FA alikuwa hajui kama mimi natoka na JK. Mpaka you know mimi naamua tu la bana ngoja niseme this is the time. Kwa hiyo sikumuinda. Ilitokea tu ya, and I don't want to talk anything bad about him, but sijai kumuinda. Sijawahi. Okay, Victor Lema anauliza mdada yupi TZ anakuvutia sana, endapo ungekuwa mwanaume ungeomba chezo? Fauzia wa Clouds FM. Fauzia? I love her. Yana udate her ningekuwa mwanaume. Fauzia, okay. Yeah. Sawa, official Chico TZ anauliza ulilipwa shingapi kwenye video ya Joanita ya wale Pingu na Denso kama video queen? Sijai kushoot. Diva? Really? Yule sio wewe? Sio mimi. Ni nani? Na kila siku nawaambia sio mimi wanabisha. Ni Pachao? Simjui. Hebu muulize mzee vizuri, pengine Mzee itakuwa Malenzi naye na jambo. Inabidi tuongee hilo swala. Muulize. Kama sio wewe muulize. Maana mimi mwenyewe najua ni wewe. Unamjua yule dada anaitwa American Nails? Yeah. Kuna baadhi ya picha unaweza kaisi ni mimi. Yes. Yeah, ndio ilivyo watu wanakuwa wanafanana lakini sio wewe. Okay. Ivan Nanyaro anauliza eti unatumia app gani kujiedit? Natumia Beauty Plus. I love it. Beauty Plus? Natumia ile Be Funky or something like Be Funky. Be Funky, yes. Yeah, hizo mbili hasa. Mbili tu? Okay, nadhani amezipata. Jamila anauliza kati ya Harmorapa na Zila nani mkali kwenye hip hop? I'll go for Harmorapa. I love Harmorapa. Sijamaliza swali. Sitaki umtaje Zila. I don't really like him anymore. Okay, kwa hiyo Harmorapa? Yeah. Okay, umesikia nyimbo yake mpya? Kiboko ya Mabisho? I don't think if he's such a good rapper, but vitu vyake tu anavyofanya vinanifanya niwe nacheka. Stance. Like he's really good at it. So okay. I go for Harmorapa. I think Godzilla is he's whack MC. Really whack. And I don't want to talk about whack MCs. Who? Godzilla. I said Godzilla. Okay. He's really whack. Mimi sitaki kuzungumzia MC whack like him. Like why would I talk about him? Kwa nini unasema whack? Wakati what's so special about him? Alikuwa juu kuna kipindi. Ali. Past tense. Not now. He's so done. Dead and gone. Okay. Jaffi anauliza tunasikia mzee Malinzi sio mzee wako wa kukuzaa, inasemekana alikutoa katika vituo vya kulelea watoto waliokimbia majumbani kwao. No, mimi sijalelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Mimi nilipozaliwa mamangu alifariki on the same day. Kwa nililelewa na bibi yangu. Alafu baadaye ndo nikaja kuishi na baba yangu. Ni babangu kabisa. Mzee Malinzi. Okay. Pedro Shete anauliza ushawahi kuwaza ukizaa na mwanaume light skin, mtoto akatoka dark skin, jamaa atakushuku kutembea nje au atajua ni asili yako? Atajua nimetoka nje. Okay. Okay, atajua umetoka nje. Na utaweza kujitetea? No, kwa nini jitetee kwa mwanaume hivyo? Kama nielewi basi nitapata mwingine. Kwa kila siku utakuwa na change tu. As long as I'm happy, I'm go for it. Okay. Mkuda anauliza habari za uhakika zinasema boyfriend wako mpya ni Kipost. Kipost, what is that? Yani sijui atanizungumzia. Like he's not, yani sio mwanaume halisi. Yani ni yes, dume jike. Really? Unalizungumziaje hili? I'm like surprised. I'm shocked. I don't know. Sijai kumuona akiwa anavaa vitu vya kike. Sio kuvaa. Sijai hata kumuona akiwa anafanya hivyo vitu. Wao wameambiwa na kuhisi. Sijawahi hata kuhisi. Na dalili zote unaona yuko fresh kabisa. Yeah. Okay. And I've never even thought of it. Labda ndo nianze kufuatilia. Sawa. Hamna. Fred Kavisha anauliza nini kilikupelekea kuchukua kadi ya Chadema huko nyuma? Je, muhusika aliyekushawishi alipohama ulihama naye? I don't want to talk about it. Ulichukua kadi ya Chadema? Sitaki kujibu. Mimi ni mtu wa media, siruhusi kujibu hilo swali. Yeah, I know. Okay, nini Ainapole anauliza nini kilimfanya kiongozi wa chama chenye rangi ya hudhurungi kukuacha? Hakuniacha, nilimwacha. Ulimwacha? Yes. Kitu gani kilitokea? Alikuwa anapenda wasichana, ni playboy like. Yani kila siku unaletwa mpya. I'm sorry guys, but I'm just being real.
Okay. It was too much. Yani unakuta huyu mwingine assistant wake kumbe alikuwa anatembea naye. Ngoja nikae vizuri. No, kweli alikuwa anatembea, sijui assistant wake mara unakuta anatumia na message za kimapenzi, do you understand? Na ilikuwa unaziona? Yeah, na unakuta huyo msichana anakuataka on Twitter like every day. Sijui sura yako mbaya, wewe mwenyewe unaanza kumzoom. Mbona niambia sura yangu mbaya? Mbona ndio sura yake mbaya? And then unaanza kuchunguza, kumbe ndio yule anatumia na message na baby. Basi. Kwa nini ulimblackmail? Ilikuwa tu unajua ukiwa kwenye hasira na kwenye relationship. Sijamblackmail, nilikuwa nasema ukweli. Kipi pale cha uongo? Emails. Si ni kweli? Zilikuwepo. Yeah, zile zake mwenyewe alikuwa anaandika. Messages like it was just him. Anatuma. Yaani sijamblackmail, nilikuwa nataka asikie mimi nilikuwa nasikia. Kwamba you are playing me, okay. You know, anasema tu can play that game. Na mimi I don't really care. Na game unalijua vizuri? Yes, nikaona basi sawa. Tit for tat. Okay, Derek anauliza unamzungumziaje GK? He's such a good man, really good, and ana huruma, ana roho ya upendo. Yeah, he's such a good person. Okay, Gabriel anauliza, je, utamaduni wako wa sasa wa kupiga picha huku ukiwa nusu uchi huoni kama unatuwekea kumbukumbu mbaya baadaye? Nusu uchi maana yake ni? Nusu uchi zile picha ambazo pengine unaonekana ni maungo yako kidogo, boobs nini? Boobs wanaona chuchu au? Nusu. Wanaona nusu chuchu? Sasa hiyo sio nusu uchi. Maana mtu akisema nusu uchi ni uchi akiona zima lote lile. Kwa nusu uchi akiona ile nusu. Akiona zima nini sasa? Umezungumzia chuchu? Ziwa? Chuchu, ziwa zima. So mimi naona vile ndo ninavyovaa, naona niko poa tu. Sema wao walikuwa wanasema diva, you know, si shape yake ya simba, si vitu gani, you know. Afu mimi nilikuwa napenda kupiga selfie and I was like, okay, basi ngoja nipige kabisa. Nimepiga kabisa, wana complain. Okay. Wengine wanasema picha za uchi. And I'm like, what is uchi? Unajua when you define uchi ni vagina kwa out. Mimi sije kupiga picha vagina, is out. Kupiga picha kitu gani ambacho kimekuwa out? Labda kiuno, mapaja, something like that. Cheni zile shanga zinaonekana. Yeah. Tatu. Mambo kama ya wazunguzungu. Au sio? Nyuzi ile nyingine. Sawa, na kusoma. Derek anauliza, je, wewe bado ni mfanyakazi wa Clouds Radio? Kabisa. Mimi ni mfanyakazi wa Clouds Radio. Mbona tukusikii sasa hivi? Niko likizo. Kwa muda gani? Kwa muda wa mwezi mmoja. Utarudi? Yep. Naendelea kusikiliza. Diva bado yupo Clouds? Yeah. Breaking news. Sijawahi. Na atarudi baada ya mwezi mmoja. Na baada ya mwezi sio baada ya mwezi mmoja, very soon, kwa sababu nimekaa nyumbani like a month. Misho yangu ni siku 4 kwa wiki. Kwa mpaka sasa hivi nikihesabu, yani bado nina siku za kukaa nyumbani. Inafika wiki 2 hivi. Tuanze kuweka wiki 4. Wiki 4 kwa sababu kwa January. Kuanzia leo mpaka wiki 4 itakuwa umerudi. Yes. Okay. Sawa. Tanganyikana anauliza, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, nataka kujua kama uliwahi kukutana na unyanyasaji wowote katika mahusiano yako. Hapana, sijawahi. Labda huo tu mwanaume anakucheat basi. Lakini hujawahi kunyanyaswa, kusemwa vibaya hivi na mwanaume pengine yani kubuni? Yeah, I dated this guy. Ni mzungu. So akawa naona like kazi naofanya hizo mapicha manini. Anasema no, I don't really want this. Kwa hata relationship yetu ilivunjika kwa sababu hakuwa anataka nifanye kazi ninayofanya, hakuwa anapenda the lifestyle that I'm living. He wanted me yani kwa kabisa nje ya soko hili la industry ya Tanzania. Sema diva ya kimataifa mpaka mzungu. Mzungu tu mpaka Waarabu wengine walikuwa. Wa kimataifa zaidi hakukubali. Thank you. Ronnie Teza anauliza, ulisema huwezi kutoka kimapenzi na mwanaume asiyejua Kiingereza. Vipi unaweza toka na mwanaume mwenye vyeti feki? Mfano vyeti feki nani? No, mwanaume mwenye vyeti feki hakuna mfano. Huwezi kujua kama mtu ana cheti feki mpaka labda hivyo watu wazungumzia au waambiwe. Mfano yani ndo ushawahi kutoka naye, alafu umekaa tuseme baada ya mwaka unakuja kugundua pengine ni vyeti feki. Lakini anajua Kiingereza. Yes. Yeah, go for him. Kwa nini mwana? Ambaye hajui Kiingereza? No man, siwezi kumdate mwanaume. Waarabu wengi hawajui Kiingereza. Sasa Mwarabu alikuwa anaongea na lugha anajua Kiingereza. Kidogo cha broken. No, kabisa alikuwa anaongea Kiingereza. Kwa Kiingereza ndo unajali zaidi. Yeah, kwa sababu ukianza kumwambia mwanamke mambo ya mapenzi kwa Kiswahili hata kuelewa. Hata mimi mwenyewe sikuelewa.
Haiko Haiko sweet. sexy like that. Sex. Yeah, I prefer yani unakuwa romantic and sexy and you talk to me and I feel special, something like that. Okay. Jamila anauliza ulisema unamtamani King Kiba. Je, kwa mfano akija kuomba kwichi kwichi utakubali kumchiti boyfriend wako? Hapana. Kwanza my new boyfriend is more handsome than Ali. You know, he has everything. Ali sauti tu. Siwezi kumcheat. Yaani kwa hiyo boyfriend wako nalo umepishana sauti tu. Yani Ali kuimba sauti and all that, lakini kimuonekano na man. Kitu gani kilichomfanya ukamtamani Ali? He is my friend. Alafu ana 6 pack. 6 pack. Kwenye 1 pack kama sisi kidogo. Hata No. tukijua English hivi inakuwa hatufai. No, lakini yeye ana 6 pack. Yani ana ule muonekano fulani wa kiume ule. Na nilikuwa namtamani kweli. Angejipindua kidogo tu. Nusu ajipindue. Bado kidogo. Kitu gani yani kikafanya asijipindue? I told him like we are friends. We can't just do that. Tuta lose friendship. So tukaamua kuendelea kuwa marafiki. Na sijai kumwambia mtu, you're the first person akwambia. Yeah. Bado kidogo tu. Exclusive. Exclusive. Kauthar Rashid anauliza, je, ushawahi kufikiria kumuomba msamaha Jokate na mkamaliza tofauti zenu kuliko kupandikiza chuki? Why would I muomba msamaha? What's so special about him mpaka nimuombe msamaha? Yani what's so special nimuombe msamaha? For what? What reasons yani? No, kuna maisha baada ya hapo. Yeah, sina tatizo naye, sijai kumkosea. Labda yeye aseme vitu ambavyo aliwahi kunikosea. Iko siku nitakukutanisha mimi na Jokate wewe. Aseme vyote, aseme alikwambia alinifanya nini. Msipigane, niwakutanisha? No, divas don't fight. Fight. That's so cheap, I'll never No, fight. sio kupigana ngumi, hata kwa mdomo pia. Ni kupigana vile vile. No, lakini I think I'm over Jokate kumwongelea and all that. Lakini siwezi kumwomba msamaha. Yeye inabidi aniombe mimi msamaha. Na akikuomba msamaha? I'll be okay. Na mtaongea fresh. Kabisa. Okay, Sheima Shahame anauliza why Diva anajifanya yeye ni mtanga hali ya kuwa ni muhaya na anaogopa sifa za wahaya? Yes, sipendi hilo kabila kabisa mimi. Wewe ni ni mtu wa Baba yangu ni muhaya, mamangu ni mtanga. Kwa nini unafuata kabila la mama? Kwa sababu nimelelewa sana upande wa mama. Ni bibi yako ambaye bibi yangu ya. Okay, Eko sana anauliza ni msanii gani wa R&B unamkubali hata kama ni zaidi ya mmoja ndani na nje ya Bongo? Ndani ya Bongo Heri Muziki, nje ya Bongo Chris Brown. Nice. Wawili tu? Bongo hamna R&B mwingine? Ben Paul is doing good. Okay. Kwa this kid yuko Arusha anaitwa alimba Rosto remix. Anajiita R&B master yule. Yeah, namkubali sana. Roja anauliza msanii gani, mtu gani maarufu alikutongoza ukamkatalia? Wengi tu. Nitajie wawili tu. Siwezi kuwataja kwa sababu ni marafiki zangu. So siwezi kuwataja. Ushawahi kutongoza? Sana. Na wewe ushawahi kumtongoza mwanaume akakukatalia? Bado. Diva akataliwi. Sitongozi kwanza wanaume. Wanakujaga wenyewe tu. Wakichoka wanaondoka. Na kwa nini wanakuchoka? Kwa sababu nilivyo tu na attitude fulani hivi ambayo yani inabidi unizoee ndio tuende sawa. Usiponizoea, the door is open, we can go. Okay, Mr. Nobody anauliza sababu kubwa iliyokufanya ubadilishe jina lako ni ipi? Sababu za kikazi. Nilisema professional reasons. Wakati naanza it was Diva, actually it was Loveness Love. Kwa hiyo ikaja hiyo Diva and then Diva ikawa na nguvu zaidi ya Loveness Love. Kwa ikaja ikawa Diva Loveness Love. Kuna kipindi TCRA wakaja pale walituita kwenye meeting wazee fulani. Wakasema ibidi tumie majina yetu. So unakuta jina lako la Diva limeshazoeleka zaidi. Unavyoanza kutumia Loveness nini unaanza kumchanganya msikilizaji. So mimi nikabadilisha kisheria kabisa. Nikaapa mahakamani wanasheria fresh. Kwa hiyo sababu hiyo. Ulipozaliwa kabisa ni jina lako halisi kabisa kwenye cheti ilikuwa jina gani? Inaitwa Loveness. Loveness. Ndio jina nililopewa na mamangu. Okay. Kwa hiyo sasa hivi ni Diva. Diva Loveness. Au Loveness imeondoka? No, it's Diva Giselle, afu Love, alafu ndo Malinzi. Okay. Shamim Omar anauliza neno levels unalitumia sana. Naomba utuelezee kwa kifupi kidogo ni level gani huwa unamaanisha na we ni mtu wa level gani? Levels baby, like you don't bother like your life is
kwenye mstari nini, no stress. Yani you're living like there's no tomorrow. Hiyo ndo levels. Level gani upo wewe? Ya kwanza kabisa A. Yes. Super kabisa. Kabisa. Super mchele wa Mbeya. Au sio? Mbeya anauliza ukifanya mapenzi huwa unatumia kinga au Situmii kinga. kabisa? Pendi kabisa. Yeah. Hata kama mwanaume hujawahi kwenda kupima naye? Sasa no, mimi huwa nakuwa na relationship. Nakuwa na mahusiano. Kwa naenda kupima. Naweka majibu yangu wazi. Hujawahi kabisa? Yeah, situmii kinga, sipendi. Natembelea rimu tu. Yeah. Lakini kwanza bidi nini? Mwanaume yani nijuane naye. Unajua umeona na date lakini sio wote kwamba nalala nao. I get time to ile kujua nini alafu baadaye ndio tunafanya mambo mengine. Okay. Wale Lulu anauliza wewe na Heri Muziki mmepishana miaka mingapi? Miaka mingi, karibia 7. Nani mkubwa? Mimi mkubwa. Miaka 7. Karibia 7, yeah. Huoni kama unambemenda hivi? Age is just a number. Unamjua Mariah Carey yule boyfriend wake anayemdate? Yep. Brian Tanaka. Wamepishana umri gani? Diamond and Zari, same. It's just a number, age. Sawa. Gogad anauliza eti ni kwa sababu gani ulifanywa operation na kufungwa vyuma kiunoni? Sijafungwa vyuma. Sijafungwa vyuma, nilifanywa operation, niliota kama nyama tumboni kubwa hivi. Kwa walivyokuwa wanaitoa walinichoma sana sindano hapa kwenye spinal cord ya uti wa mgongo. Yeah. Ikae kama inanisumbua mpaka sasa hivi inanisumbua, lakini sio sana. Kwa hiyo sio kama eti sijui chuma sijui kimefanyaje. Hamna chuma. Kuwekewa chuma? Sikuwekewa. Sawa. Chedi Wanga anauliza ulikuwa unaitwa Pendo na ulikuwa unakaa mtaa wa Yombo Temeke Mwembe Yanga, ni kweli? Hapana. Uje kuitwa Pendo? Pendo ni kwa sababu hiyo loveness kwa Kiswahili ni pendo. Okay. Ushawahi kukaa Mwembe Yanga? Hapana. Temeke ushawahi kufika gani? Sijawahi kufika Temeke, lakini niliwahi kupita Temeke. Jamani, Diva ni mtu wa Masaki, Mikocheni. Na Tanga sana. Msasani, Tanga, barabara ngapi? Tanga sana, barabara 5, Sahari kule kote. Sawa. Mkito.com anauliza una mpango wote wa kufanya muziki kwa sasa? Moja tu ya mwisho. Nitafanya nyimbo moja ya mwisho. Hivi mpaka sasa hivi umefanya nyimbo ngapi? Sijui 5 zile, 5, 6 something like that. Kuna ile nyimbo yako moja nataka kupiga simu. Nifanya na Diamond. Kuna remix nyingi sana zilifanyika Twitter. Unazikumbuka? Ushawahi kuzisikia? Ipi unaikumbuka? Naomi. Si ndio? Nifanya Naomi Dimples na Diamond pamoja. No, yani kuna watu wamefanya kama cover. No, sijawahi kusikia. No. Fanya mpango kusearch usikie, yani unaweza kuenjoy. Itabidi nifanye hivyo, I'll do that. Okay, kwa hiyo una mpango kufanya nyimbo moja tu ya mwisho? Ya mwisho nitafanikiwa. Baada hapo basi na focus na mambo mengine. Uje kufanya video katika nyimbo zako? Sijawahi kufanya video. Hii itakuja na video? Sijui, I don't know. Naweza nikaambia nakuja na video afu isije na video. Okay, Isa Mwamba anauliza ushawahi kufanya tattoo fulani? Threesome? Yeah. No. Bado? Sijawahi. Okay. Kweli sijawahi. Mbona umemeza wax? No, yani ilikuwa nataka kuuliza swali la nyongeza kikaona bora niliache. Uliza. Nope. Kwa nini? Baya. Ushawahi kufikiria pengine siku za mbele utakuja kufanya? Hapana. Siwezi. Kwa nini huwezi? Sababu na wivu, alafu watu watatu wanasemaga tatu chafu. Tatu chafu fulani hivi. Hiyo siwezi. Ivan Nanyaro anauliza hivi bado unampenda Dazen kimapenzi? Yeah, sana kupita kiasi. Ushawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Dazen? He is my crush. Na unampenda bado? Yeah, na mwenyewe anajua, na yeye mwenyewe ananipenda pia. Tunapendana. Kwa nini msiwe pamoja? Sababu ni marafiki. Lakini si crush wako. Lakini unaweza kuwa friends with benefit? No. Siwezi. Bado? Au akijipindua tu na yeye? Yule ajipindui, lakini yule nitamwangalia huyo. Unaweza kumwekea hata kidawa fulani hivi kwenye kinywaji? No. Sasa mimi situmii pombe mimi. No, kinywaji hata maji. Nimesema kinywaji, hata sisema pombe. Hata maji doesn't, niko very careful kwenye swala la chakula. Chakula sawa, vinywaji. Hata vinywaji. Yeah. Sawa. Lakini we doesn't, be careful. Watch out. Boyfriend wako angalia interview? Anaangalia. Akisikia wivu?
hey babe, tena ana wivu kweli. Sasa kisikia hivi unamsifia Daza. I take a chill pill. Yeah? I take a chill pill. Do. Relax. Okay, Mbea anauliza swali ambalo nilikuuliza pale mwanzo, Harmorapa au Zila? Ushanijibu. Harmorapa, I love Harmorapa. Roger anauliza unafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki? Sio sana, mimi sipendi sana sex like that. So, kwa wiki yani sio hivyo. Ushawahi kukaa kipindi gani kirefu je kufanya? Wakati nimefanya operation. No, hiyo ilikuwa sababu tu. Bila hata sababu. Hata sasa hivi pia kama kuna hali ya mawingu unakuwa unaumwa wanakuambia usifanye hivyo vitendo. Okay, onside Jamila anauliza kuna ukweli wowote kuhusu kupigwa chini Klaus? Je, ina uhusiano wowote na vyeti feki? No. Sijapigwa chini. Ati story hizo sijui zilianzia wapi. Nimeona on Instagram wapi. Sijapigwa chini, sijasimamishwa kazi. Nilikuwa likizo and waendelee tu kusikiliza Clouds. Kama nitarudi watanisikia. Kipindi nani anaendesha sasa kipindi chako? I don't know, sikusikiliza radio for a while. Na maana yani ikiwa upo likizo usikilize kabisa Clouds? Nasikiliza mchana. So na hujui yani anayeku-replace baada ya wewe? Sijui nani ameni-replace kusikiliza hiyo. Okay. Chedi Wanga anauliza skendo ipi ilikufanya utamani uache kutangaza? Skendo ilinifanya niwahi kuacha kutangaza. Kipindi na mdate that guy Moraka. Alifanya hiyo inaitwa breakup tour. Kusikia breakup tour, umeachana na girlfriend, alafu unaenda kwenye media zote. Hey, like dude, talk about yourself. Why are you talking about me? So it was like all over, yani ananizungumzia vibaya. And ndio nilikuwa mwanzo nimeanza hii kazi. It was like really hard for me. Yani kudeal na zile negative comments first. Kipindi hicho Diva alikuwa mpole? Alikuwa tayari mpole. Ushachangamka ni? No, nilikuwa sikuwa sisi hata kuongea. Sasa yule ndo alinifanya niweze kuongea. Kwa nikaa na nyamaza. Nikaona sasa kazidi. Nikaambia bwana sikia. Wewe mwenyewe mbona kikombe cha kahawa mimi sisemi. Kikombe cha kahawa watu wanasema kikombe cha kahawa ukinywewa yani mtu akinywa kahawa kuna watu wanakaa wengine wanasimama. Sasa yeye mimi nilipokuwa nasikia ni kwamba alikuwa akinywa kahawa yani kikombe cha kahawa unajua. Kikombe cha kahawa unajua maana yake bwana usentani. Kwani hujasikia hizo story? No. Ukweli kusikia? No. Like him and dating other guys and stuff. Mchicha mwiba? Something like that, yeah. Thank you. Okay. Kwa hiyo ilibidi na mimi nimjibu hivyo kwa sababu it was too much. Kuna mstari wa Mwanafe unasema wape mabwana wasogongwe kabla ya kugongwa. Ndio kikombe cha kahawa. Okay. Diva. No, inabidi nimjibu. Kwa nini yani he was so into me like the breakup tour was all over me. I was like, "Wewe vipi mbona the reason tuliachana ni kwa sababu watu wanasema wewe kikombe cha kahawa." Sawa. Alawi Abdul anauliza kwa nini ulijibleach? Kujibleach vipi? Unaona mimi do I look like nimejibleach? Maji tumeona maji mengi tu. Wewe unaona kuna maji? No, yani maji si yanangalisha kama wewe unaona kuna maji wapi? Sioni. Yani ngoja niangalie. Angalia, this is a tattoo. Okay. Hii hapa. Na nilivyokuwa mdogo niliungua hapa, utaona alama ya kovu hii hapa. Basi nitakuuliza mbona miguu Pepsi juu Fanta? Kumbe uliungua hapa. Okay. Kuna Pepsi wapi hapa? No, yani, unataka maneno? Hii niliona hii nikasema hii ni tattoo. Huku kote niliungua. Hii tattoo ina maana gani? Au na feature ile kovu? No, ndio nilikuwa na feature ndio tumeanza kuichora, tutakuja na huku tutakuja ukote. Umeona wapi hiyo Pepsi? Huo weusi sasa. Sasa si tattoo umeona imechora hivi. Ndio sasa hivi umenielekeza ndio nimejua. Afawe. Jamani Diva hajibleach. Tafadhali sana. Anakunywa maji. Yeah, maji nakunywa. Sema unajua msichana lazima utumie lotion nini? Yeah. Unatumia lotion gani? Obagi? No. Carolite? No. Pfizer? No. Which one? Nivea? No, situmia hata Nivea. Natumia this lotion inaitwa papaya, Silka. Silka papaya. Silka papaya. Nzuri lotion sana. Na sabuni. No, lotion peke yake. Wewe umejuaje mambo ya lotion? Nasijua, mimi nauza vipodozi kwa jumla. Basi nauza sabuni. Lotion yangu imeisha. No, nitakupa offer tu. Thank you. Natumia Silka papaya. Silka? Kesho utapata. Thank you, give me 5. Nini, lotion au sabuni? Lotion. Sabuni utaki? Sabuni? Sipendi kuoga na sabuni. Unakuoga na shower gel? Yes. Okay. Diva wewe. Okay, Kauthar Rashid anauliza, je,
ushawahi kufikiria kuomba msamaha? No, hii tayari. Onsa Jamila anauliza, inasemekana wewe ndo ulivunja penzi la JK na mdada wa kizungu, kuna ukweli wote? Hapana, mimi niwakuta washaachana. Mimi niwakuta washaachana. Diva, siona ingilia mapenzi ya watu. Swear Mungu ananiona leo. Ukiingilia wewe mapenzi ya watu. Tena huwezi kuamini, JK ndo alinipeleka hadi kwao. Tumeanza tu. Huyo mdada mimi nilikuwa hata simjui. Yaani hata simjui sura yake hadi leo. Au game ilikuwa zero kwa mzungu, kama kumwacha Yaani mimi nikuta washaachana. Mimi nikuta huko yani wameachana. Hiyo story mwenyewe nimemdate ndo nikaja kama unataka kucheka cheka hivi. Kwa sababu mimi nimekuja kuisikia story tayari nimeshamdate, ndo I was like kwa mzungu alikuwa kaacha tayari. Yeah, walikuwa washaachana. Na hisi ni kwa sababu labda huyo msichana alikuwa nje labda ya nchi. Yaani kuna unajua ile relationship ambayo alikuwa labda anaishi hapa afa ameondoka Tanzania. Mimi nadhani aliamua kutupa kisu akachukua panga. Kivipi? Yaani kisu, unajua kisu kidogo afa akachukua panga Diva yani. Lakini wewe mwenyewe unaonaje? Naona fresh. Sasa. Kapitano anauliza, ni kitu unahisi watu hawafahamu kuhusu wewe ambacho wengi ungependa wakifahamu, ni kitu gani? Siongei sana nikiwa, yani sio mwongeaji sana like that. Ukiwa? Hata nikiwa nje ya radio yani siongei like that. Mpaka mtu akuchokonoe kidogo. Kinichokonoa au kama hivi ndo tunaongea. Ushe kugombana ile live ile umevaa kanga ile, wewe bibi wewe. Sivaagi kanga. I hate it by the way, spendi makanga. Nini hata kugombana? No, not like that. Sijawahi. Unasikiliza Tarab? Nasikiliza. Nampenda Aisha Mashauzi. Namsikilizaje? Mzee Yusuf. Nimesikia tu ile nyimbo yake ya msumari unawachoma. Ushakwenda kwenye wanasema nini? Tamasha lolote la Tarab? Sijawahi. Nasitaka kwenda. Kwa nini? Siwezi yale mambo wanavyocheza cheza vile, yani it's too local. But I prefer kusikiliza. Yeah. Okay, Shamim Omar anauliza, matamko haya kama hushikani mkono na mtu usiyemjua na huwezi date mtu asiyejua Kiingereza ni ya kweli na kwa nini? 100%. Hushikani mkono na mtu hands like that? No, sifanyi like that. Kwa sababu huwezi kujua mtu kutoka ukajishika wapi, kajishika nini unaanza kushikana mikono. Tabii utembee na wipes. No, yani mimi shaking hands, hata nimekuja nimempa ile dada mkono nimemheshimu kweli. I don't do that. Na mimi umeniheshimu zaidi. Sana kupita maelezo. Ndio maana tunapeana. Lakini mtu wa kawaida huko, hey, hata wasanii mimi siwapi mkono. Ukija like hi, ukinipa mkono kwa sababu pia wasanii wana mambo yao. I'm like okay no. Unaweza kuachiwa vijini hapo? Bora vijini. Unaogopa vijini? Kila saa unakuwa unacheza nyimbo yake. Na hivyo vijini ndio ninaogopa kabisa. Kwa hiyo shaking hands and no. Okay, Eko sana anauliza, katika maisha yako umechomoa mimba ngapi na ni za baba yupi na ni kwa sababu ipi? Sijawahi kuchomoa mimba na kwa sababu pia mimi na matatizo sana ya tumbo yani hata ningepata mimba ningeshukuru kwa sababu wanasema ile mimba ndio itatibu hilo tatizo. Na sitaki tu eti niende nizae na mwanaume like naangalia ujue. Mbegu. No, mbegu like muonekano wa mtu. Sitaki kuzaa mtoto yani afu baadaye nianze kumwambia mtoto kama babako, sitaki. I don't need that. Unataka mtoto afanye na wewe? Mimi au like au babake au babake au like yes, like this guy is good looking and stuff. Okay. Okay, Adi Adams anauliza, eti ni kweli wakija kwenye interview baada ya hapo unawatunuku? Sio kweli, inategemea sasa. Inategemea chemistry le. Kwa sababu mimi sio mtu wa kutoka toka. Huwezi kunikuta sijui club sijui wapi wapi. No, siendi like that. Kwa watu wengi tena kweli ni mwadate tunakutana kwenye interview. Okay. Yeah, lakini kunakuwa na chemistry, tunaongea hivi baadaye ndo tunakuwa na relationship. Sio kutunuku. Kwa sasa hiyo ni tunakuwa na relationship. Sawa. Wale Lulu anauliza wewe na Gabriel anauliza, ni mwanamke gani mwenye staha unamkubali hapa Bongo, unaweza sema lifestyle iko perfect? Salama Jay, nampenda sana. Na leo nisikia wanawake duniani nilimpost kwamba yeye ndo ameniinspire kufanya ninachokifanya right now. Very talented. Okay. Ivan Nanyaro anauliza, nasikia baada ya kutemwa na Clouds ndo ukaamua kufanya biashara matangazo ya IG. I've been doing it for like mwaka sio miaka miwili. Alafu sijatemwa na Clouds mimi. Acha maneno. Okay. Yeah, nipo Clouds bado.
Sawa. Kibo Finest anauliza unaweza leo kuongea kwa sauti yako halisi ya Android kidogo tusikie. Hii ya iPhone upumzishe kwa ala za roho. I don't know, unaona sauti yangu ikoje? Iko vile vile tu. Sio mabadiliko. Ndio maana hata mwanzo alikuwa ananiambia siwezi sijui kufanya radio, nikaongea na mwanaume huko chumbani. Okay. Kwa hiyo maneno ya kukubomoa. Wewe tena huyo Ruben yule nchakali yule. Kafanyaje? That nigga used to be such a hater big time yani. Alikuwa anasema hivyo, ina maana mimi ningemsikiliza yeye nisingefuata ndoto zangu. Na hii iwe ni fundisho kwa watu wengine, usitake kuua ndoto ya mtu. Okay. Hasa alikuja kuniona mimi nafaa bosi kabisa, top kabisa boss. Kusema yani yes, this is it. Lakini yeye ningemsikiliza, ningeenda kweli chumbani na mwanaume wangu tunaanza kuongea. Ungeacha kutangaza. Yeah. Yaani hapo nilikuwa sijaenda hata hewani. Siku nilivyoenda hewani, Mungu ana maajabu. Sasa mimi ndo nimekuwa famous kuliko yule girlfriend wake. Kuliko? Alikuwa girlfriend wake, si bado girlfriend, I don't know. Oh. Kuna msichana alikuwa naye sio anatangaza. Okay. Yeah. Jessica Sanga anauliza una mpango wa kuwa mtangazaji wa TV au maisha yako radio tu na kwa nini? Jessica nimesoma naye shule. Jessica Sanga. Darasa moja, alikuwa best friend yangu. Okay. TV spendi. Spend TV. Upendi kuonekana? So kuonekana, yani kama hivyo mara angalia kamera hizo, mimi kidogo na temper haraka. So ukiniangalia kamera sio mara 3 basi fanya. Yeah, I'm like siwezi. Okay, sawa. Tony anauliza toka umeanza kazi ya utangazaji ushatembea na mastaa ngapi? Naomba nisijibu hilo swali. Ushakutembea na mastaa? Mastaa zinao watu Wabongo. Kutembea kwa na mahusiano. Kutembea. Sio kwa mahusiano, kutembea. Mimi nakwanga kufanya mapenzi. Mimi nakwanga na mahusiano. Kufanya mapenzi. No, kwenye mahusiano sana mambo mengine huwa yanafuata. Kwenye mahusiano bila mapenzi sawa na chakula bila chumvi. I know, I'm just saying kwamba kutembea labda alimaanisha ile tumetembea kila mtu time yake. Kutembea yani barabarani hivi umeshikana mikono kama Wahindi kufukuzana kwenye maua. Si kufanya mapenzi ndio tunachokizungumzia. Ndio nakwambia kwenye relationship ukiwa na boyfriend lazima ufanye hivyo vitu. Okay. Kwa hiyo mastaa lokuwa nao. Lakini kuna mastaa ambao ushaikuwa nao kutoka nao kimapenzi kwa siri. Hamna, sijawahi. Mimi siwezi kufanya siri, mimi naona bora tu watu wajue basi. Mapenzi kikohozi. Yaani siwezi kujificha for what? No, pengine yani anakuambia bwana mimi na mtu wangu nini na wewe ndo beki ya zikabi. Sijawahi kukutana na mtu kaniambia na mtu wake. Sijawahi. Sawa. Mvuja Jasho anauliza wewe kama mwanamke unawashauri nini mabinti wadogo wenye nia kuwa watangazaji wa kipindi kama chako? Wafuate ndoto zao tu, wasigive up, focus on it like kwa sababu kila mtu kwenye maisha like unajua zile stages tu wafuate. Wajiamini wawe wao wenyewe na wafanye wanachoona ni sahihi. Tena natamani kuwa na watangazaji wengi wa vipindi vya usiku wenye uwezo ya. Okay, Nick Luhenda anauliza kama ukiambiwa ubadili kipindi cha kutangaza, ni kipi ungechagua kwenda na kwa nini? Kwa Clouds. XXL. Ungeenda XXL. Sasa sauti XXL like hip hop, so yani uko yani? I know but I don't know, lakini ningejitahidi. Nishe kufanya XXL kama mara 2. Okay. Ilikuwa kazi ndio, bosi wangu Ruge akaniambia unaongea kama usiku unavyoongea, kaza sauti. I'm like, yani siwezi hapa ndo nishafika. Kwa akaona sauti yake huyu kwingine ya usiku abembeleze watu. Abaki kule. Sawa. Nikulienda huyo anauliza wewe ndio ulimapproach boyfriend wako wa sasa au yeye ndio alikuapproach? Boyfriend wangu wa sasa when he was like 18 alikuwa na crush on me like that. So like mtoto mdogo nini? Baadaye sasa hivi at least mkubwa like I was like fresh. Kwa hiyo mliapproachiana? Ilitokea tu. Wote tulikuwa tumependana. Tulikuwa na connection. Yani toka kipindi hiko ambacho alikuwa bado hajaingia 18, ilikuwa mna chat. He was 18 by the way. He was 18. Okay, lakini ulimtema huko kidogo mna chat. Tulikuwa tuja date lakini kwa namuona mdogo like huyu 18 years mimi wa nini? Nikasema ngoja akue. Sisi kwa nimemuona he's looking good and stuff. I was like game it. Afu nilikuwa na this guy alikuwa ananisumbua sana, ananipa ma stress yani kelele nyingi anifuatafuta ofisini. Afu the guy was there sasa wakati nimeanza kumdate the new guy. Nikasema huyu anijui mimi huyu. Nikapost video.
tuone the video kissing and stuff. Yeah, kama kwa sababu ananifuatafuata nini mimi, unanifuatafuata nini? Mimi ukinifuatafuata na kuacha. Sitakufuatana. Hutaki kabisa. Charlie Tigres anauliza, issue yako ya kuchagua baby daddy wako uliopangaga kuifanya Escape One ilishiaga wapi? Nilikuwa nataka kufanya lakini boss wangu akaniambia, you know, this is African stuff, you can't do it. Nilikuwa nataka mwanaume kama Chris Brown. Kwa nilikuwa nataka Chris Brown look alike. Ndio awe baby daddy. Na kipindi hicho nilikuwa simdate mtu yote. Kwa hiyo nikaa nimeenda kabisa with my proposal, I want to do this, nini Escape One. Hey, wakaanza kushangaa. Wakasema no, you can't do it. This is Africa. Basi ndoto ikazima. Ndoto ikazima. Mohamed Muhsin anauliza, for how much unaweza kufanya picha za ngono? Yeah, anaweza kufanya for how much? Huyu aliouliza mwambie. Utamuuliza. Alafu akishanijibu utanijibu kwenye TL tu. Akishakujibu mwambie anaweza kuangalia picha na wazazi wake. Okay. Jibu akilipata ndio huwezi kufanya hata kwa shilingi. Like why would I do that? Kwa billions. Yeah. Okay. Connect Dot anauliza, wewe na Zila nani maarufu? Who? Wewe na Zila, Godzilla nani ni maarufu? Like seriously speaking, hilo nalo ni swali. Yeye anavyoona mimi na Zila nani maarufu. Mimi sijui, ndio nataka unijibu. Ameishiwa mpaka atafuta kiki kunitumia mimi, yani unasema ni maarufu, na maarufu gani ule naye? Alafu I used to respect him big time, yani hata sijui yani mashangana ni attack from nowhere. Kitu gani kilitokea? Sijui, mimi nimeona wao wamenitag pale, I'm like what the hell is going on? Mimi katika pita zangu unajua ni nikaona mbona dada anasemwa, nikasema ngoja tena, yani nakushukuru for that. Sasa mimi sifuatilii vitu like that. Ngoja dada nimstue, kwambia dada kuna mtu anakusema huku. Unajua kwani unaitwa unafiki yule? Sio unafiki, ulikuwa real. Unafiki ni kuja kufuata DM, si ndio? Ngoja nifuate DM, niambie kaona. Pale na kaona. Alafu nilikuwa nimefunga, nikajaribu imani yangu, nikasema bana, siku moja kufungulia si kitu kibaya. Kwa hiyo kafungulia kwa ajili ya kula chakula, but I was like ngoja nimpe dawa anayoitaka. Umpe kubwa. Mpe huyo. I'm like, dude, how can you do that? That's so gay. Seriously speaking, how can you attack a woman? Yaani unaanza kumwataki mwanamke kabato na wanaume wenzio huko kwenye hip hop. Wao unaona tunakuja kwangu. Let's do vibaya nini? Yeye anafanya vibaya, mwanamke wake ndo ana nini? Anagundua na nini? Mbona I'm not even talking about it. Yeye anafanya vizuri wapi like? Kwa hiyo Diva ni maarufu kuliko Zila. Wewe unaona mimi na Zila nani maarufu? Ana followers wangapi Instagram? Instagram 600,000 something. I have 1.3 million. Muda mrefu naingia 1.4. Muda si mrefu nitakuwa 1.4. Hujanunua followers. Sio robot. Siwezi kununua followers kwa sababu Instagram huwezi kununua followers. Wanawatoa. Okay. Aya, Twitter ana followers wangapi? 88. Seriously, unanifananisha mimi na Zila right now. Una ngapi? Laki na kitu huko. Okay. Mwambie upgrade to a 5 level zake. Upgrade. Nilikuwa na respect kubwa kwa Zila as an artist. Kwa hiyo nishangaa huyu vipi na matatizo gani? Like dude, what is wrong with you? Sawa. Godfrey Mgala anauliza, ukipata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, vitu gani vitatu utakavyoanza navyo ambavyo unaona ni kero kwako? Kodi ya nyumba ya kwanza. Kodi ya nyumba sasa nieleze inakuaje? Unakuta unachajiwa, mimi nyumba naishi nalipa $1,000 kwa mwezi. Alafu wewe mwenye nyumba yani ni kwamba anataka hela miezi 6. Alafu mimi kuhangaika kutafuta nyumba siwezi. Kwa nabidi nijibane nilipe kodi ya nyumba. Ushaelewa? Lakini tungekuwa tunachajiwa kwa mwezi, tungeweza kweli kuishi vizuri tunavyotaka sisi. Na ile kulipa madalali mimi sipendi kweli. Yaani wanasumbua, usipomlipa anakuja nagonga mpaka umpe pesa yake. Kwa nyumba ni cha kwanza. Cha pili nafikiri jiji chafu hili, mimi I don't know, mkuu wa mkoa is so busy like dude, jiji chafu mwenyewe unaona. Si alianzisha ile ya kusafisha kila Jumamosi. Nani vitu muulize? Sijawahi. Sasa unataka jiji safi wakati hata wewe mwenyewe uje kusafisha. Lakini maeneo nayoishi mimi sisi tunawalipa wafanyakazi wanafanya usafi. Lakini wewe nenda Kariakoo sasa hivi kuna nuka. Mimi juzi nimeenda Kariakoo. Mimi kila siku leo wenyewe nimetoka. Unaona ni kusafi? Mtangu msafi kidogo. Sehemu nyingine unazopita Kariakoo kusafi? No. Uchafu. Jiji chafu. Kingine the whole thing about Kona Bar kufungiwa sijapenda. Kona Bar. Kwa sababu pale imagine watu wangapi wamepoteza ajira.
Kwa sababu kama tatizo ni wale wanawake ambao Wadada ambao wanawajuza. I think it should be legal. Watafute whole houses huko, wawe registered, walipe VAT, wakawekwa huko. Lakini Tanzania haruhusu vitu hivyo. I'm like why? So nikana shangani ajira watu wangapi wanapoteza kwa sababu sijui watu wale wanawake wanaenda mbali. Okay. Kwa hiyo vitu vitatu ni hivyo. Sawa. Connect dot anauliza umeshawahi date na mwanasiasa? To be specific, Zitto. Yeah, nimemdate Zitto, mimi I've been with him for a while. Muda gani? Zaidi ya miaka 4. Siri siri. Sio siri, tulikuwa tunaenda sehemu nazunguka tunakote. Nilikuwa nalala kwao, alikuwa anaishi na mamake Tabata. Masaki, nilikuwa naenda Masaki. Okay. Amani Madinda anauliza ungekuwa kidume ungetamani utoke na star gani wa kike kwa sasa Bongo lakini? Huyo Jokate tu nilikuwa namtaka nilikuwa mama. Ni Jokate. Yeah. Unamtamani Jokate? Basi sijakuwa wivu. No, simonei wivu, aliniudhi tu. Lakini ingekuwa kidume yani ungepita naye? Baadhi yao aliwahi kunichangia charity yangu, namshukuru sana. Jasiriamali ila alinikwaza big time. I was like, you know, mimi sitaki kupazana, ni tucheze mchezo unaocheza. Wewe unaofanya indirect, mimi nafanya direct. Lakini ningemdate kabisa mimi. I would date her. She's pretty, man. Sexy. Pretty, not sexy like that. She's just pretty. She has this baby face. Mwingine baada ya Jokate? Wa pili? Wema. The ass is big. So, ningejaribu to tap it. Okay, Nick Luhenda anauliza Sudi huwa anakupostigi sana na vicaption ambavyo vinaacha maswali. Mna nini nyewe wawili zaidi ya urafiki? Yaani rafiki yangu kupita kitu chochote. He is my best friend. Okay. Sudi is the only person naweza tankamwambia naingia period. Yeah. Yeah, he is my bestie. Okay. Mimi nimemaliza maswali Diva. Thank you. Una lolote la kuambia pengine wanawake wenzako, mabinti, watoto wa kike ikiwa leo ni siku yenu ya wanawake duniani? Wawe wao tu waache kuwa kujibana. Unajua life is too short So kama utaweza kuishi just live it. Alafu wasi give up kwenye ndoto zao. If you believe you can do something, just do it. Yani focus kwa unachotaka. Mtu mwingine anakuambia uwezi sio nini, no you can do it. Hakuna mtu ambaye hawezi kufanya kitu. Jaribu, ukishindwa do something else. Okay, hakuna la ziada. La ziada, thank you guys. Thank you kwa kuja pia. Nakushukuru. Yaani nimefanya interview nimeenjoy. Unanipa mkono? Yeah, okay. Si nimekuambia wewe. Nimeenjoy yani interview mwanzo mwisho. Thanks so much. Thank you guys. Okay, mimi nafunga kipindi. Jamani tunafunga kipindi. Basi naomba nisaidie kufunga kipindi basi. Okay guys, tunafunga kipindi. Diva, this is Papi. It was AKA Baba Wawili. AKA Baba Wawili. It was such a great show. Nimeenjoy maswali yenu. Thank you. So next time. Okay, tukutane wiki ijayo. Till next time. Na fuata akaunti zetu ujue nani anakuja wiki ijayo. Kiti hiki. Shukran sana. Thank you. Na usiku mwema. Good night guys.